Moja kitu ambacho hutaki kupuuzia katika ulimwengu wa sasa ni kujua mabadiliko ya teknolojia. Ukijua mabadiliko ya teknolojia yanakusaidia katika ufanyaji wako wa kazi, katika utendaji wako wa kazi. Wakati mwingine watu wengi waliopuuzia teknolojia walijikuta wengine wametoka makazini, wengine wameacha vitu vyao. Wakati mwingine hata wakifanya vitu vyao wanatumia nguvu nyingi kufanya. Kwa hiyo moja kitu ambacho hutakiwi kukipuuzia hadi siku inayozidi kwenda ni mabadiliko ya teknolojia. Kama unaofahamu, miaka 1940 mpaka 2000 ni miaka ambayo kulikuwa na evolution kubwa sana ya kompyuta na simu janja. Kompyuta ndio ilikuwa zinachukua kazi sana, na wengi ambao walikuwa hawajui kutumia kompyuta katika mpaka mwaka 2000 walikuwa wanatoa kazini wanaacha, kwa sababu wakati mwingine wengi walikuwa na teknolojia inakuja imeingia kwenye system, watu kapuuzia, upgrade knowledge, ongeza knowledge kuendana na teknolojia. Sasa wanajikuta wanatoka katika mfumo wa teknolojia. Na tangu mwaka 2000 mpaka dakika hii kuna teknolojia ambayo imeingia inaitwa artificial intelligence au akili mnemba au akili bandia. Teknolojia ambayo kutoka mwaka 2000 ilikuwa inafanya kazi na mpaka sasa hivi ipo inafanya kazi. Teknolojia ambayo imeingia katika simu janja zetu, ukiingia TikTok, ukiingia mitandao ya kijamii, katika cameras, katika vitu vingi. Teknolojia ambayo imefanya kazi katika sehemu nyingi sana. Kwa hiyo ukipuuzia teknolojia unajikuta unatumia nguvu nyingi kubwa sana katika kufanya kazi zako. Kwa hiyo mfano katika artificial intelligence hii ambayo teknolojia ambayo ni ya sasa hivi na inaendelea kila siku inaendelea, wengi wanaifahamu ChatGPT. ChatGPT so program pekee yake ambayo ni ya artificial intelligence. Artificial intelligence ni kitu ni zaidi ya ChatGPT. Ni mfumo ambapo kompyuta zinaweza kufanya kazi kama binadamu, kama na binadamu anaweza kufikiri, kufanya maamuzi, kuamua. Hiyo ni teknolojia ya AI. Ni mfumo wa kompyuta ambao unaweza kufikiri, kuamua na kufanya kazi kama binadamu. Na wengi wanashindwa kutumia artificial intelligence kwa sababu gani? Wanashindwa kutumia AI kwa sababu wanashindwa kujua namna. Mfano GPT, wengi wanaingia wanauliza maswali tu ya kawaida swali, lakini kuna namna ambayo unaweza ukaitumia hiyo ChatGPT ambayo wengi wanaifahamu katika kufaidika katika chochote ambacho unakifanya. Chochote ambacho unakifanya, iwe kazi, iwe biashara, iwe ni taaluma fulani, unafaidika kwacho. Kwa hiyo wengi wameshindwa kujua, lakini usijali, sisi hapa Digital tutakuwa tunatoa tips and tricks namna ya kujua namna kutumia teknolojia ya AI katika kunufaisha au kuongeza ufanisi katika chochote ambacho unakifanya. Make sure una follow kama ni mara yako ya kwanza, una like, una share ili ujumbe huu uwafikie watu wengi.